Nafikiri nilishazungumza huko nyuma na watu hawakunielewa. Na sasa hivi ndio wataweza kunielewa. Alipokuja hakuwa kwenye bora ambao yuko nao sasa. Lakini watu wako wana haraka ya kutaka kumfanya bora kama alivyo sasa. Nikasema no. Kwa hatua alipofika mechi za awali bado alikuwa na mapungufu mengi kama mchezaji, fitness level yake haikuwa vizuri, confidence haikuwa vizuri, na siku zote mchezaji akitoka sehemu kubwa akifika sehemu wanakuwa na pressure ya kutaka kuprove kwa haraka. Ndio ambacho kinamtokea hata mchezaji wa Yanga wale msajili nani Jonathan Kengalombo. The same issue. Kwa sababu unakuja watu wamekuchukua unataka uweze kuprove kwa haraka, wakati mwingine mazingira, pattern, mahusiano ya kiwanjani yanaweza kukukataa. Kwa hiyo katika siku za karibuni tumeweza kuona Mpanzu ameanza kurudi katika ubora ambao pengine uliwashawishi Simba kuweza kumsajili. Amekuwa kwenye vitu vingi vikubwa na bila kuficha anaweza kusema ndio roho ya klabu ya Simba. Yaani sasa hizo unapoizungumzia Simba kuweza kupata matokeo katika mazingira yoyote huwezi kuacha kumzungumzia Mpanzu. Kwa hiyo nafikiri ndio mchezaji hatari na wa kuchunga kwa sababu anafanya vitu vyote viwili. Kwanza anatengeneza mashambulizi, ana uwezo wa kufunga, lakini ana uwezo wa kuhamisha walinzi kutoka kwenye nafasi zao za asili na kutengeneza space ambazo watu wengine wanaweza kutumia. Na kama angepata partnership nzuri na wanaomzunguka kwa maana ya Chazawa, kwa maana ya Kibu au hata Mukwala, pengine muda huu angekuwa na threat kubwa. Kwa nafikiri ndio silaha kubwa Simba ambayo wanategemea katika hatua hii, lakini pia hata katika mbio zao za ubingwa katika ligi soka Tanzania. Kwa sasa hivi uwezo ukasema umelipa. Uwezo ukasema umelipa kwa sababu bado Simba kuna ulichoachieve. Si unanielewa? Yaani kulipa ni tafsiri pana. Simba amekosa ubingwa misimu 3 mfululizo. Kwa hiyo Mpanzu akiwasaidia kurudisha ubingwa ambao walikuwa wanautafuta, hapo anasema nini usajili wao umelipa. Sawa, Simba bado yupo kwenye michuano, ameingia hata nusu finali. Simba akifika nusu finali na akifika finali na akaweza kuchukua pengine ile kombe la shirikisho, utasema usajili wa Mpanzu umelipeleka. Kwa sasa anaendelea kutumikia majukumu yake ambayo anakwenda kutoa afueni kwa Mwalimu Fadu na kufanya aweze kuwa na kitu cha ziada cha kutegemea pale ambako mbinu zake zinakuwa zimegoma. Hapo ndipo watu wengi ambao wanakuwa wanielewi na waendelee kutokunielewa. Narudia tena. Stellenbosch wana uimara mzuri kuliko Simba kitimu. Wanaweza wakawa hawana wachezaji wakubwa mmoja ambao unaweza ukamtupia macho. Wanaweza wakawa hawana mashabiki wengi kama walivyo Simba. Wanaweza wakawa hawana jicho kubwa la waandishi kama ilivyo kwa Simba. Wanaweza wakawa sio timu kubwa South Africa kama ilivyo Simba, lakini kitimu kiwaangalia wana kichwa tofauti. Ni timu ambayo iko very solid, ni timu ambayo inacheza kwa mara makubwa kwa kufuata maelekezo makubwa ya sema benchi la ufundi. Ukiangalia jana, ukitoa ile goli ambalo Simba walifunga kutokana na mpira uliokufa, kipindi cha kwanza uioni Simba ikitengeneza nafasi yoyote ya kimuunganiko wa timu. Ukiachilia mbali jitihada za mtu mmoja kutaka kujaribu kupata nafasi. Kipindi cha pili unaweza kusema Simba watengeneza nafasi mbili ambayo moja ilipigwa na nafikiri na Ateba, nyingine ilipigwa na ndio hiyo mbali kosa Chazawa, lakini nafasi ambazo zilikuja katika kipindi ambacho ukiwaangalia nao Stellenbosch walikuwa wanataka kujaribu kutafuta kitu ili walao waweze kusawazisha. Kwa hiyo walihama kwenye system yao uchezaji na wakaamua kuopen mchezo na Simba akapata loopholes za kuweza kushambulia, ingawa na wao pia walishambulia, lakini timu ambayo ni ngumu, timu ngumu kwa maana ya kimbinu, timu ambayo inaweza ikafunga mianya yote ya kuweza kushambulia. Ukiangalia wana defense imara, kama ungekuwa sio imara pengine wangeweza kuruhusu magoli mapema mengi sana, lakini ndio wanavyocheza, mahusiano, pattern yao, ushirikiano ni mkubwa sana. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi rahisi kama watu wengi wanatamani iwe. Yaani watu wanatamani tuisofticate, na mashabiki wengi wa mpira wanapenda kuchukua scenario ngumu zizungumziwe kwa lugha nyepesi. Yaani uambie leo hapa magoli 5 6, sio kweli. Ile ni timu ngumu, ni Simba ana kazi ngumu ya kufanya. Yaani anaweza kufuzu hatua ya finali, lakini sio kirahisi, au sio kwa maneno, au sio kwa majigambo, au sio kwa maandamano, au sio kwa nini. Ni lazima wakafanye kazi ya ziada na wakawe very committed na asa kwenye safu yao ya ulinzi.